wacha nianze na jambo hili, wacha nianze na kusudi hili ambalo sasa wanadamu wengi wanateseka, wanahangaika kwa ajili ya jambo hili. Ushoga umeshamili duniani. Yaani sasa watu kutenda jambo hili au kufanya uchafu huo kwa wanaona ni jambo la kawaida. Hakuna mtu anayetishika wala kuogopa, kwa sababu watu wameshasahau kwamba Sodoma na Gomora ilikuwaje, kwa sababu katika mambo yanayotendeka leo, yanayofanyika sasa, ni yale Mungu aliyahukumu katika kizazi kile, alikiteketeza kwa moto. Ndio ni katika nyakati na wakati kama huu tunaoishi, kwa sababu leo kuna watumishi wa Mungu wanapambana usiku na mchana kukemea ushoga, lakini mpendwa, yani si nisemeje, lakini nasema hivi, watu wa Mungu mnanitazama na kunisikiliza jambo hili, ya kwamba endeleeni sana kunyanyasa na kutesa watumishi wa Mungu ambao waliosimama katika kweli, wanaokemea ushoga. Eti leo kwamba kuna ndoa za jinsia moja, watu wameamua kuziruhusu hizi ndoa ziwepo. Wapendwa, kumbukeni, Mungu alichukia kwa matendo haya. Mungu alikeleka juu ya jambo hili. Leo wanadamu tumeona ni fasheni, tumeona kwetu ni sawa. Ndio kwa maana nasema ukisoma katika Methali sura ile ya 14 na ule mstari sura 14 ule mstari unasema, iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Watu wa Mungu, hiyo njia ambayo sisi kwetu tunaiona ni njema, ni sawa. Kumbuka hiyo njia inatupelekea kwenye mauti, inatupelekea kwenye mambo mabaya. Hivi leo ushoga umeshamili duniani. Je, hivi jiulize swali, je, kwa kizazi kinachofuata, yani tunavyotazama hao watoto wetu ambao tumewazaa, je, itakuwaje pale mbele? Je, kuanzia mwaka 2030, 2035, 2040 itakuwaje kama leo tu mwanaume kwa mwanaume wanafanya ushoga, mwanamke kwa mwanamke wanasagana? Watu wa Mungu, kumbukeni, huyo Mungu sio binamu yenu. Mungu sio mjomba wenu. Mungu sio babu yenu. Mungu ni yeye asimamaye katika haki, atembeaye katika haki. Leo kuna watumishi wanapambana sana kukemea ushoga. Hasa kuna mtumishi wangu, kuna kiongozi wangu, mimi ni mtoto wa Alex Tewele hapa Songea Mshangano. Yeye ndiye amenizaa mimi. Kwa kupitia injili zake leo zimenibadilisha mimi, zimenitoa katika maisha mabaya yale niliyokuwa nikiishi. Amepambana sana kukemea huo ushoga. Leo amechukuliwa kesi, amesumbuka kesi ndani ya miaka sasa miwili, na ukizingatia gharama alizozitumia ni zaidi ya milioni 17 mpaka 18. Hiyo hela imeisha kwa sababu ya kukemea ushoga. Wapendwa, Tanzania nchi yangu, Tanzania nchi yangu. Unanipeleka wapi? Ndio umenifikisha hapa ya kwamba leo tukisimama katika haki kukemea yale mambo maovu machafu yanayotendeka. Je, ndio tukutane na haya? Tukutane na adhabu hizi za kuhukumiwa pesa? Tukutane na adhabu za vifungo? Kiongozi wangu alihukumiwa miaka 3 gerezani, au alipe fine ya milioni 5. Amelipa juzi. Amelipa tarehe 4 mwezi wa 4. Hiyo hela amelipa tarehe 4 mwezi wa 4 2025. Hiyo fine ya milioni 5. Ukumbuke safari za kutoka Songea tu Dar es Salaam ametumia ni zaidi ya milioni 10. Watu wa Mungu, endeleeni sana kunyanyasa na kuwatesa watumishi wa Mungu, lakini kumbukeni, kuna mhukumu wa haki, yeye atakayesimama katika haki, kwa sababu yeye akisimama hakuna awezaye kupeleka rushwa, eti kusema labda nitoe rushwa ili labda unitetee au unisaidie. Hapana, yeye asimamaye katika haki, anyokai katika haki, yeye iko siku atatuhukumu wote wenye mwili, atatuhukumu wote tulioumbwa kwa njia huu mwili tulionao. Watu wa Mungu, mimi nasema Tanzania, mimi nalia na Tanzania. Nalia na nchi yangu Tanzania. Ni nchi yenye utulivu, nchi iliyo vizuri. Watu wa Mungu,
hiyo dunia. Kumbukeni dunia inapita na sisi binadamu tunapita. Kwa haya yote tunayoyafanya, tunayoyatenda, kumbukeni tunaenda kuyalipia pale mbele. Tunaenda kuyalipia na tutayalipia. Amweni kugeuka. Tokeni katika maisha haya, katika hukumu hizi mnazozihukumu na kuendelea kuwanyanyasa watumishi wa Mungu. Watu wa Mungu duniani, sisi wote ni wapitaji. Sisi wote ni wapitaji. Tanzania nchi yangu. Tanzania.